Kwa majina naitwa Hussein Hamid Ramadhani. Ni team manager wa timu ya Halmashauri ya Songea, timu ya mpira wa miguu. Timu yetu ya mpira wa miguu ni timu ambayo imeanza kushiriki mashindano makubwa ya shirikisho ya serikali za mitaa almaarufu kama Shimisemita. Tulianza mwaka juzi 2023, tulishiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza ambapo yalifanyika Dodoma, mkoani Dodoma. Na dhima ya mashindano haya ni maalum kwa ajili ya kukutanisha wafanyakazi wote wa halmashauri mbalimbali kwa ajili ya kuweza kujifunza mambo mbalimbali, lakini pia kubadilishana mawazo kupitia michezo, kwa sababu michezo, mbali na michezo ni masuala ya kujengea uchumi, lakini yanatukutanisha michezo, watumishi na kupeana mambo mbalimbali na kubadilishana. Kwa hiyo timu yetu imekuwa ikipata mafanikio mbalimbali tangu tumeanza kushiriki kwenye hayo mashindano, na pia imepata changamoto mbalimbali. Umeongelea Shimisemita, na nadhani ni kitu ambacho Shimisemita sijajua imeanza lini, lakini kwa halmashauri mmeshiriki mara ngapi? Tokea mashindano haya yaanze, kwa halmashauri tumeshiriki mara 3. Tulianza mwaka 2023 tulishiriki Dodoma, ikaja mwaka jana tukashiriki Mwanza, na mwaka huu tunatarajia kushiriki Tanga. Tueleze kidogo kuhusu Shimisemita mlivyoshiriki Dodoma. Okay. Mwanzo tulipoanza mashindano hayo mkoani Dodoma, kwa kweli tulienda tukiwa kama wageni kwenye haya mashindano kwa sababu hatukuwahi kuwa experience haya mashindano ya bodi na nini. Lakini tunashukuru Mungu, tulipofika kule tuliweza, mbali na michezo, tuliweza kukutana na watu mbalimbali ambao ni wa sehemu tofauti hususan kwenye halmashauri, lakini pia tuliweza kupata ladha ya haya mashindano, ni namna gani ambayo tunatakiwa tushiriki na vitu gani ambavyo tunaweza tukajivunia kupitia haya mashindano haya, hususan mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu tulikuwa na vipaji mbalimbali, lakini sisi tulijikita zaidi kwenye mpira wa miguu. Shimisemita ina involve mashindano ya nini na nini? Kwa sababu naona hapo naongelea timu ya mpira wa miguu. Halmashauri ya wilaya Songea mlishiriki nini na nini? Okay. Shimisemita imecomprise mashindano mbalimbali, lakini kwa halmashauri ya wilaya Songea sisi tulishiriki mpira wa miguu, tulishiriki mashindano ya riadha na mpira wa mikono au wanasema handball. Na baadhi ya watu mmoja pia walishiriki pool table na karata. Okay, naona nyinyi mmejikita sana kwenye mpira wa miguu. Nataka unipe historia kidogo au tushare experience kidogo. Wakati mnashiriki kwa mara ya kwanza, ni kitu gani ambacho unaweza unajivunia au unakikumbuka tunasema unakikumbuka positive ambacho nyinyi mlikifanya? Okay. Kwanza kitu ambacho nakikumbuka ambacho tulikifanya wakati tukiwa Dodoma kwa mara ya kwanza, ni pale ambapo kwanza tulipofika wachezaji wote walikuwa na ile shauku ya kuweza kushiriki haya mashindano. Lakini mbali na shauku, ni vile ambavyo tulikuwa kila mtu anategemea kwamba sisi tutaweza kuwa washindi wa haya mashindano. Lakini isivyo bahati, mashindano haya tuliweza kushiriki, lakini tulifika katika hatua ya mitoano kwenye knockout stage, tulitoka. Lakini ilikuwa ni moja moment ambayo sisi hatukuweza kutarajia, kwa sababu tulikuwa tumejiandaa vyema, ni kama vile tulishawahi kushiriki. Lakini ndio ilikuwa mara ya kwanza, ila tu ile morali na confidence ya wachezaji ilitufanya tuone yale mashindano kwetu yalikuwa na umuhimu mkubwa sana. Kitu gani unakikumbuka ambacho unaweza kushare na sisi kinachoeleza kwamba Dodoma ilikuwa kwenu nzuri? Moment gani ni nzuri unaweza kushare na sisi?
Dodoma kulikuwa na moment nyingi, okay. Lakini nakumbuka one of the best moment ambayo tulikuwa nayo Dodoma ni pale ambapo tuliweza kukutana na baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni wakubwa sana. Tukaenda moment ambazo zilikuwa ni muhimu, ambazo ni kubwa sana tukiwa Dodoma, nazozikumbuka ni kwanza ule umoja wetu sisi baina ya wachezaji pamoja na viongozi wa timu tangu tumefika Dodoma. Kiukweli ile moment ilikuwa ni nzuri sana, kwa sababu nilikuwa siamini kwamba tukifika kule maisha yatakuwaje na nini, lakini wote tulijikuta tuna umoja mkubwa. Tulikuwa tukitoka asubuhi tunaondoka na gari ya pamoja, tukifika uwanjani tukirudi tunaenda kula, tukitaka tuseme leo tunaenda kutembelea sehemu fulani, kwa sababu sio wote ambao walikuwa wanajua mji wa Dodoma, kwa wote tunaondoka. Kwa kifupi tulikuwa na ushirikiano sana wa timu pamoja na management ya timu wakati tukiwa Dodoma. Timu yenu unasema baada ya ilishindwa kufika. Nini kilichangia timu yenu kutokufika finali? Okay. Kikubwa ambacho kilikuwa ni changamoto au kikwazo kikubwa cha timu yetu kutokufika lengo letu ilikuwa ni baadhi ya wachezaji waliweza kuitwa kwenye majukumu yao ya kila siku ya kiutendaji ofisini. Kuna wachezaji kama wawili waliweza kuitwa kwa pamoja kwa sababu kulikuwa na majukumu ambayo yalikuwa ni lazima waweze kurudi ofisini. Lakini pia kulikuwa na mchezaji mwingine ambapo alikuwa na jambo lake la ndoa ambalo ilikuwa pia ni tarehe ambayo pia ilimfanya pia siweze kuendelea kuungana na sisi. Lakini kwa hawa wachezaji wawili ambao waliitwa halmashauri, hii ndio ilikuwa ni kikwazo kikubwa sana, kwa sababu nilikuwa ni wachezaji ambao ni tegemevu na pia timu yetu ilikuja na wachezaji wachache sana. Sasa tukawa na ukwasi wa wachezaji, kitu ambacho kikatufanya kwamba tusiweze kufika kwenye malengo. Baada ya Dodoma unasema mlielekea Mwanza. Ndio. Share na sisi experience ya Mwanza ilikuwaje? Mwanza, Rock City. I say katika natamani kama mwaka huu tena ingejirudia Mwanza, kwa sababu ni moja ambayo ni moment ilikuwa ni kubwa sana. Kwanza kwa mfano kama mimi binafsi manager, ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika Mwanza, na tulipofika Mwanza kwa kweli ule mji ulikuwa ni mzuri sana na tuliweza kushare moment nyingi sana na wachezaji. Ila kwa kifupi ule mpango wetu wa kushirikiana uliendelea, lakini mbali na kushirikiana kwa pamoja, Mwanza unajua ni kitovu cha samaki, lakini kuna utalii na kuna mambo mengi sana kwenye masuala ya visiwani kule. Kwa hiyo tulipofika Mwanza kulikuwa na moment nzuri sana, wachezaji tulikuwa tunapata experience ya mambo mbali na uchezaji. Tulikuwa tunaenda Ziwa Victoria, tukitoka Ziwa Victoria tulienda sehemu za Rock City Mall pale, na wachezaji walikuwa wanakwenda kununua nguo zao kwa ajili ya mazoezi na nini. Kwa zile moment ambazo tulikuwa tunatoka pamoja tunatembea, zilikuwa zinatuzidi kutupa hamasa ya kufanya vizuri tofauti na awali tulipokuwa Dodoma. Tuongelee michezo. Michezo, nataka unielezee jinsi ambavyo timu yenu tofauti kati ya Mwanza na Dodoma. Mwanza mliimprove vipi? Okay. Sawa. Kwanza safari ya Mwanza haikuwa rahisi tofauti na ilikuwa Dodoma, kwa sababu Mwanza baada ya kurudi kutoka Dodoma tuliweza kuangalia kitu gani tulikosea na kitu gani tuweze kukirekebisha. Tulivyoenda Mwanza tuliimprove mambo mengi sana. Moja wapo ni kuweza kuangalia kikosi chetu kiweze kuwa kipana tofauti na mwanzo. Kwa hiyo kuna wachezaji wengine tuliweza kuwaongeza ili hata pale ambapo utakuwa na majeruhi kuwe na wachezaji wa akiba. Kwa hiyo tulipofika kule Mwanza tunashukuru Mungu, japokuwa hawakuwa wengi sana, lakini kulikuwa na wachezaji ambao walikuwa ni msaada tosha kwa timu. Kitu ambacho kilitufanya sasa Mwanza tuliweza kufika katika hatua ya robo finali tofauti na tulipokuwa Dodoma. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho pia tuliweza kukiboresha sana kwenye timu yetu ya Songea DC. Robo finali sio kitu kidogo, na nataka nione ni namna gani mlishinda tena kufika finali, kwa sababu Dodoma pia hamkufika finali.
Nini kilisababisha kwa Mwanza au bata liliwakolea mkashindwa kufanya vitu vilivyowapeleka? Kikweli Mwanza kuna bata, ila ukiniuliza katika kipindi ambacho nilikuwa natarajia makubwa ambapo tulifeli au tulifelishwa, ni tulikuwa Mwanza. Kwa sababu Mwanza timu yetu ilikuwa inapendwa sana na pamoja na timu zingine za watu kutoka, imagine timu kutoka Ifakara wapi wanaishabikia Songea DC, kwa sababu tulivyokuwa tumefocus mchezo yetu, tulikuwa tunashinda michezo yetu yote. Ila tengenezewa figisu ambazo paka leo na nikikaa na kocha wangu tukijiuliza vile vitu, na tulijaribu sana mimi kocha pamoja na timu kwa ujumla kuweza kufanya hii situation tuweze kuiovercome, lakini haikuwa kama tulivyotarajia. Lakini mpira wa miguu ni mpira wa miguu, ni fitna bwana. Fitna ziko uwanjani na nje ya uwanja. Nyinyi mliendaje Mwanza mkategemea kila kitu kitakuwa rahisi kama vile mnacheza na kweli? Sio nyoni watu wa fitna. Ngatia kapteni wangu Captain Dula ni mtu wa fitna sana. Na tulijaribu kucheza michezo yote nje na ndani ili kuweza kufanya mchezo wetu mpaka tunamaliza tuweze kuingia kwenye hatua ambazo tumetarajia, lakini kama unavyojua sisi tunafanya fitna za huku na za ndani, lakini kuna wenye fitna wenyewe pia na wenyewe walijipanga. Nafikiri labda tulizidiwa tu na watu wa kule kwenye timu tofauti. Umeongelea fitna za kimchezo. Na kama unavyojua mpira wa miguu ni fitna bwana, lazima tuyaone hayo. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba mkiwa Mwanza ni game gani ngumu unazikumbuka ambazo kila siku mmekuwa mkizijadili kwenye vikao vyenu mkiwa Mwanza, na baada ya kutoka na huenda hata kwenye michezo, kwenye mazoezi mnazirudia kama case study? Kiukweli kuna timu tulicheza nayo awali inaitwa Handeni. Alafu tulicheza na timu ya Kilosa. Hizi ni game ambazo zilikuwa ngumu sana. Ila kwa timu ya Handeni kiukweli ugumu wake ulitupa kwa sababu ya timu jinsi ilivyokuwa imejiandaa. Kwanza ilikuwa na quality ya wachezaji wazuri, wamejiandaa vema, na hata kwenye pitch tulikuwa tunaona kabisa ubora wa wachezaji wao. Kwa hiyo ile mechi ilitupa ugumu sana kiasi kwamba wachezaji walisafa sana ili tuweze kupata matokeo, lakini mwisho wa siku tunamshukuru Mwenyezi Mungu, game iliisha upande wetu, tulishinda. Hiyo ndo mechi ambayo ilikuwa ni ya awali, ilitupa picha zima ya ugumu wa mechi. Lakini mechi ya pili ilikuwa ni ngumu sana kwetu Songea DC, na ilitupa ugumu sana, ilikuwa ni mechi ya Kilosa. Kwanza hiyo mechi ilikuwa ni nafikiri ilikuwa ni ya pili kutoka mwisho, sio ndio ya mwisho, lakini hiyo ndio ilikuwa mechi ambayo inaweza kwenda kuamua nani anaenda kwenye stage inayofuata. Kiukweli hiyo mechi ilikuwa ngumu sana kwa sababu ilitawaliwa na vitimbwi vingi sana uwanjani. Kwanza nakumbuka wakati tuko half time tulikuwa tunaona mazingira hayaeleweki. Mimi na wakati naingia na timu yangu watu wakawa wanaongea Peneja nini uchawi nini, yani wakawa wanahisi kwamba labda kuna vitu fulani tumekuja navyo kwa sababu timu mechi zote tulikuwa tunashinda. Sasa hao watu wana nini? Kwa hiyo tulikuwa tunahisi kwamba vile tuna dawa zetu na nini, kumbe ni mambo ya kawaida tu. Kwa hiyo mechi wakati inaanza inachezwa ulikuwa na matukio kama mawili matatu. Nakumbuka kwanza wakati mechi ndio kwanza inaanza, dakika tu ya 5 ya 6 mchezaji wetu ambaye ni Mpemba alipata maumivu makubwa sana, ambapo alishindwa kabisa kuendelea na ile mechi. Alipotoka kwenye mchezo mchezaji wetu wa pili ambaye nakumbuka alikuwa ni Brooklyn, alipata na yeye majeraha tena kwenye sehemu ambayo Mpemba yeye aliumizwa pale pale, na yeye alipata majeraha kiasi kwamba yakawa yanamfanya ashindwe kuendelea na game, japokuwa baadaye aliweza kutoka nje, huku tunaendelea kumpa tunamfanyia tiba ili aweze kurudi, kwa sababu nakumbuka sisi tulikuwa tuna wachezaji wachache sana na sababu iko ni moja tu. Kwa hiyo sasa kama yule asipoingia na ni mchezaji muhimu, ilikuwa inatupa shida sana. Na wakati huo tunaendelea, kwa sababu sisi tulikuwa
watu wanatufuatilia sana. Kwa hiyo kukawa na mchakato mrefu sana, tunakaguliwa sana. Kila tukiingia uwanjani tunakaguliwa mara kwa mara. Kwa hiyo hata ile mechi wakati inaendelea, bado kuna wachezaji pia walikuwa wanaendelea kuitwa kule kujaribu kuendelea kukaguliwa. Hiyo yote tu ni fitna. Imradi tu tuweze kutoka kwenye huo mchezo. Kwa hiyo kuna wachezaji tena wengine wakawa wameitwa sababu nakumbuka tena nikawa naongea na Captain Dula. Nikamwambia wewe ndio sababu ambao sasa tunakutegemea. Kipindi hiko sasa mimi ni manager, ni kocha, ni kila kitu. Kocha yeye kaenda na baadhi ya wachezaji kule wanaendelea na mahojiano. Aliingia Captain Dula. Nakumbuka hiyo mechi ni moja ambayo Captain Dula alicheza vizuri sana na nilimsifu kwa sababu alijitoa na alikuwa anajua kabisa hakuna mtu mwingine wa kuweza kucheza. Lakini yeye alipambania hiyo mechi. Na kuna dakika kabisa nilikuwa naona kabisa manager nitaenda kuingia uwanjani. Kwa kweli ile mechi ilikuwa ni ngumu sana. Ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tulishinda, lakini ile mechi siku hiyo tusingeshinda. I say wale jamaa walikuwa wamejiandaa, ili tulikuwa tunatoka na aibu ya hali ya juu sana. Ukiniambia hapa mechi zenu zote ngumu lakini mnashinda, ngumu lakini mnashinda. Kama manager, nipe siri ya mafanikio. Ni nini kilikuwa nyuma ya pazia? Kiukweli kwanza mimi na msifu sana kocha wetu Manya. Kocha wetu ni kocha ambaye yuko vizuri sana. Mbali na ukocha wake, lakini alikuwa ni kocha pia wa fitness za wachezaji. Alikuwa anaensure wachezaji wanalala saa ngapi, wanaamka saa ngapi, nikishirikiana pia na manager. Lakini pia matukio yetu tukitoka hapa tunaenda wapi na nini. Na mechi zote ambazo kabla ya kucheza tulikuwa tunamuomba sana Mwenyezi Mungu, lakini tulikuwa tunafanya mazoezi kwa muda husika. Kwa hiyo tulikuwa tumejipa kazi sana mimi na kocha kwamba kuweza kujua kwanza mchezaji gani amelala wapi na amelala saa ngapi. Tulikuwa tunawachunga sana wachezaji kiukweli hawakutu let down. Kile kitu kilifanya tulifanikiwa sana. Yaani tungekuwa tunasema kwamba labda wachezaji wanatoka usiku, labda angeenda siju kunywa pombe na hamna. Kikubwa tuliweza kuwa maintain, lakini wachezaji pia hawakutu let down. Manager Shimisemita anaofuata ni moja ya Shimisemita yenye gumzo sana. Kwa namna ilivyojiweka waja leo ondoka hata mwakani kurudi majaliwa. Okay. Na lakini pia ukiacha tu hilo kuwa Tanga, mgeni rasmi inasemekana kwamba ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeah, sure. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Ni kweli. Kwanza mmejipangaje? Lakini pia mmeonaje kwamba this time Mheshimiwa Rais atakuwa mgeni rasmi kwenye michezo ya mwaka 2025? Kiukweli kusema ukweli tuko honest, tumekuwa excited sana kusikia kwamba mashindano ya mwaka huu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa ni mgeni rasmi. Kiukweli mimi kama manager na wachezaji wangu nilikuwa nawaambia kwamba wakati tulikuwa tunafanya mazoezi kujiandaa na haya mashindano yanayofuata Tanga, wachezaji wako so excited sana na wana passion sana ya kwenda kushiriki mashindano haya mwaka huu, kwa sababu wanajua kama tutafika mwaka huu kwenye finali, ile kombe tutapewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo ni raha kiasi gani. Kwa hiyo mbali na kuwa excited kwamba mwaka huu mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini wachezaji wengi wamefurahi sana kwenda Tanga. Mimi sijui kwa nini. Okay, mimi nitakwambia. Wewe itabidi utaniambia, lakini mimi ikiwepo manager nilikuwa na tamani sana safari ya Tanga. Kweli. Na ifahamu mazingira ambayo tumetoka huko na Tanga kuna vitu gani. Kwa hiyo najua mimi nilikuwa najaribu kutazama na angalia jinsi tukienda kule. Kuna wachezaji hatutarudi nao. Tanga. Elizabeth Gumbo ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Songea. Na nataka unieleze kidogo namna gani mmekuwa mkihusisha naye kwenye michezo. Kwanza halmashauri yetu ya wilaya Songea imepata bahati sana ya kuwa na mkurugenzi ambaye ni mpenda michezo sana. Mkurugenzi wetu Bi Elizabeth Gumbo ni mkurugenzi ambaye anatusupport 100% kwenye masuala ya michezo, hususan mpira wa miguu. Amekuwa akitusupport kwa hali na mali
na hata haya mashindano yote tumeenda kuanzia tulipokuwepo Mwanza na sasa hivi tunaenda safari ya Tanga. Ametusapoti sana na amekuwa ni ishara ya dhati kwamba hata mafanikio yetu ambayo sisi tunayajivunia kufika kwenye zile level ni yeye. Amekuwa akitusapoti sana. Kwa hiyo mimi niseme kwa dhati ya moyo wangu kama manager, kwa niaba ya wachezaji, nampongeza sana mkurugenzi wetu kwa kuendelea kutuheshimisha kwenye michezo, lakini pia tunamuomba pia mwaka huu atupe nguvu zaidi ya kuweza kupambana kwenye michezo ya Tanga. Mbunge wa Peramiho, nakumbuka mwaka jana kuna sehemu tulikwama tukamtafuta. Yeah, sure. Mwaka huu mna mpango gani? Kwa sababu ni mtu ambaye alishawahi kusema kwamba mkiwa mna jambo kama hili muone namna gani mnaweza mkaongea naye. Kuhusiana na mbunge wetu wa jimbo la Peramiho ambaye pia ni waziri wa afya, Mheshimiwa Jenista Mhagama, kwanza nakumbuka wakati tukiwa kwenye mashindano ya kwanza ya Shimisemita Dodoma, tukiwa katikati ya michezo, tulipata habari njema sana kwamba mbunge wetu anataka kuja kuonana na wachezaji. Hiyo kitu ilikuwa surprise sana kwa sababu hatukutegemea kwamba mbunge wa jimbo letu kumbe haya mashindano anayafuatilia sana. Na pia hapo awali huyu mbunge amekuwa akisapoti sana kabla hata ya haya mashindano ya kuanza. Kipindi cha nyuma tumekuwa tukiona mchango wake mkubwa sana, amekuwa akitusapoti sana. Sasa siku hiyo ilikuwa bahati nzuri, tumetoka uwanjani, baadaye tumefika kwenye kambi yetu, tulipata salamu zake. Yeye mwenyewe binafsi alikuja kutuona wachezaji na akatupongeza sana kwa ajili ya kushiriki na akatutakia heri sana katika yale mashindano. Kiukweli baada ya pale morali ya wachezaji ilizidi kuwa kubwa sana kwa sababu hawakutegemea kama support ingetoka ya mbunge, ambaye mbunge anakuwa na kipindi kidogo sana, yuko busy sana, ni waziri wa kukumbuka wakati huo, lakini ali big up sana, alikuja akatusapoti. Na pia sio support hiyo tu, yeye mbunge kupitia pia mfuko wake wa jimbo amekuwa akitusapoti sana, ametununulia jezi, ametusupport, ametupa mipira na vifaa vingi vya michezo kwa ajili tu ya kusapoti michezo kwenye halmashauri yake ya Songea. Kwa hiyo binafsi nipende pia kwa niaba ya timu kumpongeza sana Mheshimiwa Jenista Mhagama, mbunge wetu, lakini pia aendelee kwa moyo wake wa dhati wa kutusaidia sisi Songea DC. This time mnaenda Tanga. Mshamuona kidogo angalau, huwezi jua kiongozi labda ana jambo lake. Yeah. Kama manager umejipangaje? Kiukweli tulikuwa tunajadiliana pia na afisa michezo pamoja na baadhi ya viongozi. Tulisema kwamba kabla tujaenda Tanga, hebu tupate fursa ya kuweza kuangalia namna gani tunaweza mbunge wetu tukamuona na tukaweza kumuelezea kwamba tunaenda mwaka huu kwenye mashindano Tanga, ili tuweze kuona support yake ambayo amekuwa akitupa hapo awali, ili tuweze kuimarisha zaidi kwenye mashindano ya Tanga. Tumejipanga pia kumuona. Mnaelekea kwenye mashindano makubwa ambayo mgeni rasmi kama tulivyosema ni Mheshimiwa Rais. Yeah, ni kweli. Mmejipangaje kama timu? Binafsi kama manager, lakini pia kwa niaba ya timu tumejipanga sana. Sasa hivi tumekuwa tukifanya mazoezi mbalimbali kwa ajili ya kujipanga na mashindano ya Shimisemita mwaka huu. Kuna programu ya michezo ambayo inaendelea ikiongozwa na kocha wetu Manya. Kila mwezi tumekuwa tukihakikisha tunapata timu kama 4 hivi za kufanya nao mashindano michezo kwa ajili ya kujifua. Lakini mbali na hizo timu mbalimbali, lakini pia tumekuwa tukiweka programu ya mazoezi ya kujiweka mwili sawa, ili tuweze kupata match fitness, ili hata tukienda Tanga tuweze kuwa na uzoefu. Na mwaka huu tumejipanga kisawasawa, kwa sababu ile tulioishia mwaka jana Mwanza ilituuma sana. Mwaka huu tunataka kabisa tubebe ubingwa. Nikushukuru sana manager. Una lolote la kuambia wachezaji? Kiukweli mimi labda niendelee kuwaomba wachezaji waendelee na program za mazoezi kama ambavyo tumejiwekea,
lakini tunajua mazoezi ambao wanayafanya, kuna wengine pia huko majumbani mwao wana timu zao ambazo wanazifanya, waendelee nazo. Lakini pia niweze kuendelea kuwaomba washikadau, watu wanaotusapoti, watu wa karibu, lakini watu wengine ambao wataguswa na timu yetu kwa jinsi ambavyo tunashiriki, waweze kutusapoti ili mwaka huu tuweze kufanya vizuri zaidi tofauti na mwaka jana. Asante sana. Langu jina naitwa Raymond Joseph Aloisi, ni mtumishi wa halmashauri ya wilaya Songea, lakini pia ni mchezaji katika timu yetu ya halmashauri ya wilaya Songea. Mr. Raymond bwana, leo imekuwa siku nzuri sana kwa sababu nilikuwa na deal na watu ambao mnacheza na hii timu. Leo tunataka tuzungumze michezo yenu ya Shimisemita. Niambie ushiriki wako kwenye Shimisemita, huwa unacheza namba ngapi? Lakini pia ujaribu kutufafanulia ni namna gani Shimisemita kwako imekujenga. Asante. Mimi ni mchezaji beki kitasa. Okay. Namba 5. Lakini pia ni pendekezo la kocha. Kocha anataka kuniweka goalkeeper, na nataka kuniweka namba 5, na nataka kuniweka namba 4. Kwa kifupi mimi naweza nikasema kwamba ni kilaka. Okay. Lakini pia katika michezo hii nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea michezo. Unajua katika michezo hii ya utumishi nazungumzia katika halmashauri. Hatuendi tu kule kwamba kwa kucheza tu mpira. Lakini tunaenda nje ya mpira. Sisi ni watumishi. Na kama sisi ni watumishi nje ya mpira, tunaenda kule kukutana. Na kukutana huko pia tunaenda kuzungumzia experience katika mambo ya kazi. Sasa tutoe tu mfano. Mimi ni afisa manunuzi, sio wa halmashauri yetu. Lakini tutoe mfano, kwa mfano kwa kipindi kilichopita. Tukwenda Dodoma au na Mwanza. Tukutana na watumishi kule. Kuna mfumo wetu sisi wa kimanunuzi ambao unaitwa Nest. Kwa kufika kule tukao tuna gain experience. Bwana unafanyaje? Mwisho siku tunapata tu tunaelekezana. Halikadhalika na idara nyingine. Kwa hiyo katika wachezaji wa halmashauri au wachezaji wa hii taasisi yetu, tukifika kule tunabadilishana mawazo. Tunashare katika masuala mzima ya kiutumishi. Lakini pia ukiachana mbali na hayo, pia katika michezo yetu hatuendi tu kushiriki kule katika hayo mashindano. Pia katika taasisi yetu sisi tuna michezo ambao kila Ijumaa huwa tunachezaga mechi. Inasaidia nini? Unajua kwa wiki au kwa mwezi uko nafanya mazoezi mara 2 mara 3 kutokana na kazi zetu. Kidogo mwili unakuwa huko vizuri na tunajitenga kidogo na vyomaoma kidogo. Kwa unajikuta kwamba uko fiti kifikra, uko fiti pia kinaniliu kifizikali kwa sababu tuna mazoezi. Kwa hiyo inatusaidia. Unaona leo kitambi hakuna kwa sababu ya michezo hii. Sawa. Inawezekana ni masharti umepewa na shemeji. Nachotaka kusema ni kwamba mmeshiriki Shimisemita. Ameiongea meneja. Nataka wewe uniambie experience, moment gani ya furaha ambayo inakukumbusha Dodoma au Mwanza, lakini pia moment gani ili kukatisha tamaa, yani ili kufikirisha kidogo Dodoma au Mwanza? Nashukuru. Kwanza kabisa nianze na moment ambayo yani ilinitieni simanzi kwa kweli. Nikianza na Dodoma, moment ambayo ilinitia simanzi, kwanza viwanja. Unajua ukishakuwa yani wewe unaonyesha utofauti. Umeona utofauti wa kucheza, yani kwamba mnacheza ile mpira kwa sababu ya maandalizi. Kwa sababu kila mtu anacheza vizuri kutokana nini? Na maandalizi ambayo amejiandaa. Mtu unakuta kuna viwanja viko tofauti. Kwa utakuta tunavyosema kwamba tunazungumzia kwamba labda figisu labda za mpira ni uwanja tu. Unakuta labda ndio ucheze kiwanja hiki, unacheza kwa sababu hamna mchezaji ambaye anapenda acheze kiwanja kibaya, sio? Kwa hiyo unakuta kwamba huku unapata ule uwanja mzuri unafurahi. Unapata uwanja mbaya basi unahuzunika. Lakini moment nyingine, kwa mfano Dodoma pia tulichukua friend match tukacheza, lakini kaja nikaumia mkono. Ile ndio liniuma kweli. Nasema beki kitasa naenda kuzamisha jahazi kwa sababu nimeumia kwa mechi ya kirafiki ambayo ya kujiweka fiti. Alafu huku kwenye mashindano bado hajaanza, ni kesho ndo tunaanza. Lakini kuja kuangalia sikuumia sana. Lakini moment ambayo naweza ngasema kwamba naifurahia, unajua ukifika sehemu mgeni kwa sisi wachezaji ambao tunacheza alafu kwa kusanya mashabiki,
acha. Unaingia unakuwa una morali kwa sababu tulipofika Dodoma wakati tunacheza mpira nembo ya Songea DC ilikuwa imekaa mgongoni. Watu wanajiuliza wao ni wakina nani? Sisi kazi yetu sisi namshukuru Mungu meneja na kocha. Wakasema sisi sasa nyinyi wanauliza wao na kina nani watawajua mkiwa uwanjani. Kwa hiyo majibu wanapata uwanjani. Mwisho wa siku sasa Dodoma pale mashabiki wale ya timu nyingine tukakusanya watu wengi. Watu wanajiuliza Songea DC ni wapi? Kwa hiyo kwa kupitia michezo hii pia tumetangaza hili jina letu la Songea. Watu wanajua kumbe kuna watu wa Songea DC. Pia na sisi tumeenda kujua na wilaya nyingine huko. Kwa moment hiyo kwamba kukusanya mashabiki. Lakini pia moment nyingine ambayo ninaifurahia ni Mwanza kule. Yaani Mwanza tulikopo kila anayekuja kichapo. Watu wanajiuliza hawa watu sasa nilikuwa nafurahi sana cheka hawa watu tukawapeleka kiwanja cha Kapeti kile. Cha nafikiri Nyamagana. Cha Kapeti watu wanapiga sana pasi. Tuwapeleke kiona cha vumbi. Kufua kule vumbi sisi wenyewe wachezaji tunasema iko ndio kiwanja chetu cha nyumbani. Kwa hiyo nashangaa watu tuwapeleke wapi? Umeona? Kwa hiyo tukawa tuna furaha lakini pia chengine ambao moment katika kwenye furaha watu walitujua. Tukawa tukikosa wale wadau wa Songea DC ndio wale pale Songea DC ndio wale pale. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kupitia hiyo tunajuana na watu hata sisi katika kikazi tunaelekezana. Kwa hiyo ndio moment za furaha. Beki Kitasa, nikumbushe mechi moja ambayo inakukumbusha sana mpaka leo. Aidha mlifanya vizuri sana au ilikuwa mechi ngumu Mwanza au Dodoma? Aisee mechi ambayo yani haitoki kichwani mwangu ni mechi ya Mwanza. Ambayo ile mechi ilikuwa hapo tukishinda ndio tuvuke hatua nyingine. Ile mechi kiwanja sisi tulikuwa tunasema tuchezeshe kiwanja kile cha Nyamagana, ndio tupenda kuchezesha kuna kiwanja hivi nafikiri ndugu Nsumba. Ni Sumba kiwanja cha Isumba. Ile mechi tulikuwa tunacheza na Kilosa kama sikosei, ni Kilosa tulikuwa tunacheza na. Bwana ile mechi ilikuwa ni mechi tafu balaa. Lakini hapo tunacheza mechi uwanjani. Mchezaji wetu anaumwa tumbo. Alikuwa kabisa anaweza kucheka. Anaumwa kabisa sasa yule hata kucheza mpira. Atoka nje enda akajisaidia. Kitu unasema sasa ukiangalia huku kocha amesema hiyo mechi ya ushindi. Kama mpaka atapike. Umeona? Kuja kuangalia huku tutumia yani mipira ile mirefu tu kwa sababu jamaa alikuwa refu. Kwa hiyo tulikuwa tunapiga pasi ndefu. Hapa pale counter tuko wani lakini tukashinda ile mechi kwa bao. Na wenyewe pia hawakuamini walisema hawa Songea DC kila mtu akija anapata dozi. Sisi tunastopisha lakini hawakuamini kilichotokea. Tukapiga mbili basi tukaendelea na hatua nyingine lakini ndio mechi ambayo ilikuwa ni tough. Tukasema tunajitoa uwanjani afu nje sababu ilikuwa hii moja. Na sababu yenyewe ni kapteni. Asa kapteni mwenyewe sasa ukiangalia ejigo. Unasema hapa akiingia lakini ndio mechi ambayo yeye ndio amefanya vizuri katika mechi zake zote. Kwa sababu tulikuwa tunajitoa, tuna ushirikiano na tuna upendo pia kwa sababu sisi ungeza pia jambo la kumshukuru Mungu, kumuomba Mungu kwa sababu kila tukio lazima meja asema tuombe Mungu, tuombe Mungu kwa kila jambo lakini pia ukiacha hilo tulijilinda. Tukirudi tuchukua sehemu ya kambi ya pamoja na tukitoka tunakuwa tuna makubaliano tunakuwa na mshikamano ndio umetupelekea mpaka tukafika hapo tulipofika. Kitasa bwana, this time nasikia mnaenda Tanga. Meneja ameongea sana kuhusu Tanga. Niambie wewe kama mchezaji ambaye unajua ushacheza Dodoma, mshacheza Mwanza. This time naenda Tanga. Mmejipangaje kama wachezaji? Kwanza ndugu mtangazaji, ukisema kwanza Tanga unajisikia ukitamka hiyo Tanga. Tanga si raha ndio maana nimekuuliza. Tanga raha kama ilivyo mbinga mbinguni. Basi Tanga raha. Kwa hiyo sasa kule sisi kwanza tunafurahi. Tunafurahi kwenda Tanga lakini pia kitu ambacho kikubwa meneja wetu na kocha wetu na makapteni wetu walifanya kikao tukawa tumejiandaa yale mapungufu yale makosa na yule uzembe tulikuwa tumefanya basi sasa hivi tunaenda kurekebisha tunaenda kuwa vizuri lakini ukisema hilo neno kwenda Tanga Tanga si mchezo shehe wangu najua Tanga na Mboa waendelee kurudi mwakani au kurudi kujulikana kwa hiyo tunauwasha moto wasubiri waone. Ni miongoni mwa matukio mazuri sana kwa sababu Mheshimiwa Rais ndo atakuwa mgeni rasmi. Na ninyi mmekuwa mkiishia njiani kwa figisu. Mnamuahidi nini mkurugenzi mtendaji ambaye this time ameahidi kuwapeleka Tanga?
Kwanza kwa sasa hivi tuseme tu kwamba tunamwahidi mengi mazuri mkurugenzi wetu, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye akusupport. Sisi tukimbie jogging, yeye yumo. Tukimbie si viliaza vetu vya huku vya halmashauri, maana tunaweka mazoezi hata Jumamosi Bonanza tunaikaga. Na leo kuja kusema tuweke mkurugenzi huyo. Kwa hiyo tuna jogging unakuta yuko mbele. Achoki. Kwa hata hizi speed tunazopata tunapata pia kwa kupatia yeye. Kwa hiyo amekuwa ni mtu wa kusupport sana. Sisi tunasema hivi hatutomwangusha. Tumejipanga, lakini pia kapteni wetu, kocha wetu, meneja wetu wamefanya unasema sorting ya wachezaji. Kwa sababu tutachukua hata wachezaji wengine ambao ni walimu kwa afya nini. Kwa hiyo kupitia hizi mechi tunazocheza kila Ijumaa tumefanya sorting nzuri kabisa ya watumishi wetu na mazoezi, kwa sababu kilichoangusha pia vingine ndio unakuta kuna sababu moja mazoezi. Utakuta mtu naye mazoezi alikopo mtu afanye mazoezi huwezi kwenda nao, unaona hana msaada. Lakini safari hii wachezaji ambao wapo kwenye mazoezi wanaendelea mazoezi, wakati mazoezi pamoja, japo tunafanya kwa wiki mara moja, lakini pia kwa mtu mmoja mmoja tushaambizana kwamba atakapowahi kurudi kutoka kazini basi afanye mazoezi kwa ajili ya maandalizi. Kwa hiyo tunamwahidi mkurugenzi wetu atatusikia, atatuona tupo juu. Kwamba Tanga msiporudi na kombe mnarudi na mke. Hilo swala kuuliza shehe wangu. Asante sana.